Kwa sababu ujasiri kama huo wadaimara wengine hawana. Kisamvu, huyu vipi? Mbona anakuja kwenye kilinge changu na kajinunisha? Shida nini binti? Mzee Mbape, sasa hivi tunaanza na utani, si ndio? Utani? Utani gani unaozungumzia binti? Yule binti yupo mzima kabisa wa afya. Ina maana ile dawa yako ulionipa haijafanya kazi kabisa. Binti, katika maneno ambayo sitaki kuyasikia katika kinywa chako ni dawa yangu kukosea. Sijawahi tega tego likateguliwa, wala nikapanga jambo langu alafu likaenda tofauti. Nipo ukweli jambo hilo limewezekana vipi? Una hakika gani kama yule binti dawa haijamfanyia kazi? Una hakika gani? Toka nianze kutoa dawa zangu mpaka hapa nilipofikia sijai kosa wala kukosea. Yeye anawezaje kuvuka katika kibazo changu? Naomba unisikilize binti, kama na mambo mengine unaweza kuzungumza, lakini sio kama hilo. Au Kisamvu unasemaje? Mama katolewa na mwana, mama katolewa na mwana, katolewa na mwana, mama katolewa na mwana. Kuna haja ya kuangalia. Nipe pembe hilo Kisamvu, shika hii. Mama katolewa na mwana, mama katolewa na mwana. Unaweza kuangalia. Ina maana aliyomsaidia ni nani? Mbona kanyanyuka mwenyewe? Binti, hata kutakuwa na shida, ila sio kubwa sana. Kwa kuwa sikuwepo katika eneo hilo, naweza nikapanga tena mashambulizi. Naomba unielewe na unisikize kwa makini. Swala lako sio gumu, nipe tena muda kidogo, naweza nikalifanikisha hivi. Unaweza ukaenda. Sawa, mimi naondoka Mzee Mbape, ili jambo lifanyie wepesi sana. Shika hiki Kisamvu. Umelelewa hili jambo Kisamvu? Yaani mtu tumemwekea dawa bado amepona na kanyanyuka mwenyewe? Haliwezekani. Unabidi nikutume Kisamvu. Au unaogopa? Nafsi yako inaogopa. Nitalifanya mwenyewe. Wachawi na mapenzi, Tukuyu wivu na ugomvi. Mzee Mbape ni mbabe wa Tukuyu, wa Tukuyu. Tukuyu, 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 Tukuyu. Hiki ndio kijiji chetu Tukuyu. Ugonile Ndaga, vipi kijiko? Unaendeleaje sasa? naendelea vizuri, lakini kuna kitu kinanitatiza kwenye akili yangu. Kitu gani? Toka siku ile tumeachana pale, nimekutana na Kisusi, anaanza kuniuliza maswali. Alikuwa kama ananidadisi. Alikuwa anasemaje? Alikuwa ananiuliza, uko sawa kweli? Uko hauna kitu chochote kilichokupata? Unataka kusema kwamba Kisusi atakuwa anahusika juu ya jambo hili?
Ponile Gaga, binti Kisese, ni bora nimekuona. Nilikuwa na ujumbe nataka kumfikishie dada yako na kaka yako. Kamwambie Kabuka kuwa kibuyu ni mali yangu, ni mali yangu ambayo inathibitishwa. Sasa napoendelea kuifuatilia mali yangu, nitakuja kuonana na wabaya, na sitaki kijiji hiki kilichukie. Sasa ngatumia nguvu zangu vibaya, mkaanza kuniona mbaya. Nadhani umenisikia. nisikilize mzee Mbape, mimi siwezi kufikisha hizo taarifa zako kwa sababu kibuyu ni wifi yangu tu na atabaki kuwa wifi yangu. Unasemaje? Hivi iko kichwa ni kibovu au niliongea hujasikia? Huyo kibuyu au simu ndani yako wapi? Wewe kama unataka kugeuza migomba au michikichi unaweza ukasema, ila nilichokwambia naomba kifike. Nimeshasema mzee Mbape, siwezi kufikisha hizo taarifa. Kibuyu ni wifi yangu tu na atabaki kuwa wifi yangu. Koma wewe. Sina uhakika nalo, lakini ninahisi. Ulimwambia chochote? Sijamwambia kitu chochote. Ulisema nisimwambie mtu yoyote. Basi sawa, umefanya jambo zuri sana. Unajua nini Kijiko? Kwa sasa hauwezi kumhukumu mtu yoyote kwa sababu hauna ushahidi wa kutosha. Sio, unanielewa? Ila tuendelee kuvuta subira. Ukweli utakuja kujulikana. Haya sawa, nimekuelewa. Basi sawa. Sawa, mimi naenda. Sawa. Koma. Alafu vijana wadogo wadogo kama nyie, baada mngekuwa mnashirikiana na mimi mpate kuitawala kijiji, mnaleta ujinga na upuuzi. Sasa wewe Kisambo atasema na wewe, siwezi kupoteza muda mchafu na wewe. Taarifa zifikishe, umenyelewa? Mzee Mbape, mimi siwezi kuungana nawe kwenye mambo yenu ya uchawi na kibuyu hamtompata. Kakaangu ndo kashampata, mimi siwezi kufikisha hizo taarifa zako. Kwenda huko. Vijana washaanza kunizoea, tafanya jambo. Ponile. Ndaga. Kisese, umetoka wapi? Nimetoka huku shambani. Ila kaka, nimekutana na mzee Mbape huko. Yaani alivyoniambia mimi, yaani huwezi kuamini kaka. Mzee Mbape? Amekwambia nini? Eti ananiambia nije nikwambie wewe uachane na kibuyu. Kibuyu ni mali yake. Sijui tukiendelea kumfuatilia kibuyu sijui atatufanya kitu kibaya, mimi hata simuelewi. Kisusi, mbona niangalia hivyo kwa dharau? Kwani kuna tatizo limetokea? Ukiona hivyo, ujue kuna tatizo. Tatizo gani tena hilo? Hivi nikuulize, we ni mtabibu ama mchawi? Mimi ni mtabibu, sio mchawi. Hivi huyu mzee ana matatizo gani? Mbona kila siku anatuandama kwenye familia yetu? Yaani ameona haitoshi kuongea na mimi, akamfuata na kibuyu, bado tena amemfuata mpaka dada, bado tena amekufuata na wewe. Huyu mzee anataka nini kwetu? Nani wewe acha kaka tu. Alivyokuambia hivyo ukamjibu nini? Mimi tena nilivyomjibu, nimemwambia mimi siwezi kwenda kumwambia kaka hizo habari zako. Kama unaweza mfate, na mimi siwezi kumwambia kaka achane na kibuyu. Kibuyu ni wifi yangu mimi tu. Safi sana mdogo wangu. Nyinyi ndio mabinti tunawataka hapa kijijini. Mabinti majasiri, wenye moyo mkali, wenye moyo mzito, wenye ujasiri mkubwa. Yaani mweza kuongea na mzee Mbape, mtu anayeogopa hapa kijijini.
umeongea naye na kwa maneno ya kishujaa kama hayo? Kweli mdogo wangu upo vizuri. Basi sawa, mimi nilikuwa natoka hivi nije kuangalia wewe, maana nimekaa muda mrefu sana pale nyumbani ya kuona, ndio maana nikasema nije kuangalia huko shambani, lakini bahati nzuri tumekutana hapa. Tuelekee nyumbani. Sawa kaka. Kwa jinsi ninavyokufuatilia na kuona kabisa wewe ni mchawi. Mchawi? Unamaanisha nini? Nimekufuatilia, nimekuchunguza, nimekuona wewe sio mtabibu wa kawaida. Kisusi, na sasa unaanza kunipanda kichwani. Mimi sina ugomvi na wewe. Hivi unafikiria yale maumivu ulionipiga nimeyasahau, si ndio? Yaani hili lazima nilipize. Wewe yai, nitapokupasua naomba kijiko akapasuke kama hili yai, asambaratike, alafu apotee kabisa, asionekane kwenye hichi kijiji kabisa, afe kabisa. Nitapopasuka hili yai